Mathayo sura ile ya 3 mstari ule wa 16 na wa 17, Biblia inasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia. Hebu tuseme wote, mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependeza naye. Fungua pia kitabu kile cha kitabu cha Marko sura ile ya kwanza mstari wa 10 na wa 11. Kitabu cha Marko sura ile ya kwanza mstari wa 10 na wa 11. Biblia inasema, mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama hua ikashuka juu yake, na sauti kutoka mbinguni ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa, mpendwa wangu niliyependezwa nawe. Fungua pia kitabu kile cha Luka sura ile ya 3. Luka sura ile ya 3 mstari ule wa 21 na 22. Biblia inasema, ikawa wakati wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye akabatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka. Tuseme wote, mbingu zilifunuka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake, mfano kama kiwiliwili, kama hua. Sauti katoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa nawe. Bwana Yesu asifiwe. Mistari hii mitatu yote inaonyesha tukio moja lililokuwa likifanyika wakati Yesu alipokuwa akibatizwa, lakini mistari hii mitatu pia inafunua vitu tofauti tofauti vilivyokuwa vinaendelea kwenye tukio moja. Mathayo sura ya 3 mstari wa 16 na wa 17 inaonyesha Yesu, yule Roho wa Mungu aliposhuka, ile sauti ilipopaza sauti ilisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Ni neno moja limetumika pale, imetumika neno huyu. Tuseme wote, huyu. Tafsiri ya neno huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, manake Roho aliposhuka alikuwa anamtambulisha Yesu kwa watu wengine. Ndio maana natumia neno huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Lakini kitabu kile cha Marko sura ile ya kwanza mstari wa 10 na wa 11, na kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 21 na 23, hajatumia neno huyu, katumia neno wewe ndiwe mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Tofauti ya neno huyu na tofauti ya neno wewe. Neno wewe lilikuwa linamaanisha Roho aliposhuka alijidhihirisha kwa Yesu na kujitambulisha kwa Yesu kwamba wewe ndiwe mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Kwa hiyo maanake kuna tofauti kati ya Roho akishashuka kukutambulisha wewe, kutambulisha biashara yako, kutambulisha watoto wako, kutambulisha kazi yako wewe kwa ajili ya watu wengine, na kuna tofauti kati ya Roho akishuka na kukutambulisha wewe, kujidhihirisha kwako wewe kama wewe ni mtoto wangu, wewe ni mwanangu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunasema hapa, kazi mojawapo ya Roho wa Mungu akishuka kwenye biashara, akishuka kwenye familia yako, ana tabia ya kufanya kazi zote mbili. Ana uwezo wa kujitambulisha kwako, lakini pia ana uwezo wa kukutambulisha wewe na pamoja na biashara yako kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Namna anavyoweza kujitambulisha kwako, anaweza kujitambulisha kwako, watu wengine wanaweza wasijue, watu wengine wanaweza wasione, lakini Mungu anaweza kujidhihirisha kwa mtu kama mtu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo Mungu alishawahi kuyadhihirisha kwangu ambako nilikuwa mimi peke yangu, hakuna kamera, hakuna mtu yoyote anayeona. Ukawa udhihirisho, kinatupa ujasiri. Kila siku tunaweza kuwa na ujasiri wa kumhubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna hatua ya pili ya Mungu kujidhihirisha kwenu kwamba huyu ni mtumishi
wa Mungu, huyu ni mchungaji, huyu ni mfanyabiashara, huyu biashara yake ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya mambo yote yalitokea baada ya Yesu alipokuwa akibatizwa. Lakini kuna kitu kilikuwa kinafanyika ambacho kwenye Mathayo 3:16 na 17 hakijaonekana, lakini kwenye kitabu kile cha Marko 1:10 na 11 hakijaonekana. Kimekuja kuonekana kwenye Luka sura ile ya 3 mstari ule wa 21 na 22. Biblia inasema hivi: ikawa wote walipokwisha kubatizwa naye Yesu naye akabatizwa. Wote walibatizwa. Mstari yote miwili imeonyesha, lakini anaonyesha hapa, anasema naye anaomba, mbingu zikafunuka. Kule kwenye Mathayo mbingu zilifunguka, kwenye Luka mbingu zilifunguka, lakini kwenye Luka mbingu zimefunuka. Imeonyesha kuna kitu Yesu alikifanya ambacho kilikuwa ni maombi. Kumbe katikati alipokuwa akibatizwa, amemaliza kubatizwa, anatoka majini, biasema Yesu akaomba, na alipoomba mbingu zikafunuka. Bwana Yesu asifiwe. Zilipofunuka ndio Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu akashuka. Kwa tafsiri yake nyingine, wapendwa katika Kristo, ukitaka Mungu ajifunue kwako wewe, ajifunue kwenye biashara, ajifunue, sio tu kujifunua kwako, ajifunue pia kwa watu wengine kupitia biashara yako, kupitia kazi yako, lazima, wapendwa katika Kristo, uwe ni mtu wa maombi namba 1. Lakini si tu maombi, ni maombi mojawapo ya kumwambia Baba, mbingu zifunguke kwa ajili yangu, mbingu zifunguke kwenye maisha yangu, mbingu zifunguke kwenye kazi yangu, katika jina la Yesu. Biblia inatuambia tuna mamlaka ya kuziamlisha mbingu, kuzifunga mbingu na kuzifungua mbingu. Kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 11 mstari wa 6, una mamlaka ya kuiambia mbingu funguka sasa. Natamani biashara yangu inyenyuke, natamani kupandishwa cheo. Mbingu zikifunuka, Yesu Roho Mtakatifu ana tabia kujifunua, sio tu kwako, ana tabia kuifunua nafasi, kazi, watoto wako, kuwainua kwenye kiwango kikubwa cha juu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Mungu akiwadhihirisha watu wengine, wana tabia, mbingu zikifunguka, anawadhihirisha au anajionyesha kwa watu wengine. Yesu Biblia sema alipokuwa anawaambia pale, huyu ndiye mwanangu mpendwa, moja kati ya mtu aliyekuwa anashuhudia pale alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya kwanza, ile Yohana wa kwanza sura ya mstari wa 32 na 34 imeeleza pale, imeonyesha Yohana alikuwa anashuhudia, jamani, nimemuona yule ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuombe hapo kwa dakika chache, tumwambie Baba, katika jina la Yesu, kwa mamlaka uliyotupa kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura 11 mstari wa 6, ninafungua mbingu zangu za biashara, nafungua mbingu zangu za kazi, nafungua mbingu zangu za kila eneo. Alafu mwambie Baba, jidhihirishe kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyanyua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninafungua kila mbingu kwenye maisha yangu, mbingu kwenye kazi yangu, mbingu ya kazi yangu, mbingu ya biashara, mbingu ya familia yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema nafungua kwa jina la Yesu. Sema imeandikwa, tumepewa mamlaka ya kufunga kila mbingu na kufungua. Sema kwa jina la Yesu, mbingu ya biashara yangu, sema funguka, funguka kwa jina la Yesu. Sema mbingu ya kazi yangu, sema funguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema mbingu ya familia yangu, sema funguka kwa jina la Yesu. Mbingu kwa watoto wangu, sema funguka asubuhi ya leo, sema funguka kwa jina la Yesu. Hebu anza kuomba, mwambie Baba, ninaamuru mbingu zifunguke kwa jina la Yesu. Mbingu ninaziamrisha kila mahali zifunguke, zifunguke. Hebu ziamlishe, ziamlishe. Biblia inaonyesha Yesu alipoomba mbingu zilifunguka, na Yesu, Mungu alijitambulisha kwa watu wengine kwa ajili ya Yesu, lakini Mungu alijitambulisha kwake.
Hebu omba asubuhi ya leo, amlisha, command the heaven to open. Mwambie Baba, ninafungua mbingu ya kwenye biashara, mbingu za biashara yangu, mbingu ya kazi yangu. Kila mahali unapotaka Mungu ajidhihirishe, awadhihirishe watu wengine, asubuhi ya leo tumia mamlaka. Mwambie Baba, mbingu zifunguke kwa jina la Yesu, mbingu zifunguke kwa jina la Yesu. Rabakaraba shandereba baba sharaba koria manderebo rapa koria manderebo shakaria manderebo. Hebu omba, fungua mbingu, watu wajue ya kwamba wewe ni mtumishi wa Bwana, watu wajue ya kwamba biashara hii ni biashara ya Bwana mwenyewe, watu wajue ya kwamba watoto wako ni watoto wa Bwana. Hebu fungua mbingu asubuhi ya leo, waambie Baba, nafungua kila mahali. Rapa karima derebo shakara manderebo koria rapa kata. Hebu fungua kwa mamlaka ya jina la Yesu, waambie Baba, mbingu zifunguke kwa jina la Yesu, mbingu zifunguke. Unatamani biashara yako iinuke juu, unatamani kupandishwa cheo, unatamani kupanda viwango vya juu, mwambie Baba, mbingu zifunguke, mbingu zifunguke na udhihirisho wako. Bwana, Biblia inasema ufalme wako uje, mbingu zifunguke na ufalme wa Mungu uje kwenye biashara, ufalme wake uje kwenye kazi, ufalme wake uje kila mahali. Rapa karaba shande la karama deria mando asharo koria mande rapa karia manderebo. Kile ambacho ulikuwa hujakipata, mbingu zikifunguka utakipata kwa jina la Yesu. Mambo ambayo hujawahi kuyafanya, mbingu zikifunguka, mambo yanaanza kuonekana. Wale ambao walikuwa hawajakujua, watu ambao hawajajua biashara yako, watu hawajajua uwezo wako, mbingu zikifunguka, mambo yanaanza kuja, watu wanaanza kujua. Baba, tunaomba pia kwenye usharika huu, mbingu zifunguke. Bwana, mbingu zako zifunguke tena katika jina la Yesu, na ufalme wako ushuke kwenye madhabahu hii, ushuke tena kwa upya, ushuke tena kwa upya. Watu wajue ya kwamba Mungu yuko mahali hapa. Raba koria manderiba sharia makoria mande, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Funguka kila mbingu, ifunguke mbingu ya nyumbani kwenu, mbingu ya kazini kwako, mbingu ya biashara, yambie funguka. Raba baba koria mande karaba shaderia baba. Hizo mbingu zifunguke mpaka kwa wanafunzi, mpaka kwa watoto wako. Mwambie Baba, mbingu zifunguke, mbingu zifunguke juu yake, zifunguke kwenye masomo yake, zifunguke kwenye masomo yake, zifunguke kwenye masomo yake. Kama ni mume wako, mwambie Baba, ninamwombea mbingu zifunguke kwenye kazi yake, mbingu zifunguke kwenye kazi yake. Raba koria mande shakaria mande rebo koria. Hebu anza kumshukuru Bwana katika chachi, mwambie Baba, ninakushukuru. Asante Bwana. Bwana, pigie Yesu wako makofi yako mengi asubuhi ya leo. Haleluya, haleluya. Amen. Tunaweza tukaketi kwenye uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tunaendelea na somo letu la baraka ambalo tulikuwa tunaomba hapa na kutafakari. Tunatafakari kwa habari ya huruma za Mungu kwenye maisha yetu. Na nikakwambia hapa, jambo la kwanza, hakikisha Mungu anapenda, Mungu anatutaka sisi wote tuwe na kitu kinaitwa huruma ya Mungu ndani yetu. Na nikakupitisha mahali kadha wa kadha, nikakuonyesha hapo ya kwamba Mungu anapenda tuwe na kitu kinaitwa huruma yake ndani yetu. Lakini jana pia nikakwambia hapa, huruma ya Mungu inaweza ikakaa juu yako, lakini pia huruma za Mungu zinaweza kukaa kwa ajili ya watu wengine, zikakaa kwa watu wengine kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Nikakutolea mfano kadhaa hapa ya kwamba watu wanaweza kuja kukufanyia ubaya, kufanya ubaya kwenye mambo yako, lakini wanapofika tu, huruma ya Mungu inaweza ikawakamata kwa ajili yako na wakajikuta wanaacha kufanya mambo yako. Wanasema huyu ni mtoto wa mtumishi, tumwache. Wanaahirisha tu. Kwa huruma ya Mungu inaweza ikakaa, ukajikuta watu wengine wanakuhurumia, na wewe unaweza ukajikuta ukahisi kama ni watu, lakini kiuhalisia ni huruma ya Mungu imesukuma hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukaona hapa kwa ufupi, tukasema huruma ya Mungu pia ina tabia kuchochea, kusukuma baraka za Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana tukasema hakikisha pia unakuwa na kitu kinaitwa huruma ya Mungu ndani yako. Huruma ya Mungu ndani yako inaweza kusukuma au kusaidia wewe ukabarikiwa. Sauli anasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura 23 mstari wa 21, anasema mbarikiwe ninyi kwa sababu mmenihurumia. Lakini tukaona kwenye kitabu cha Mithali sura ya 14 utasoma mstari wa 21. Lakini tukaona pia kwenye kitabu kile cha Mithali sura ya 19 mstari wa 17, huruma huchochea baraka. Mahali ambapo unaweza ukawahurumia watu wengine, baraka za Mungu zinaweza kuja kwenye maisha yako pia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuombe hapa jambo moja, ambapo nikipata nafasi ya kufundisha hivi vitu vingine vyote. Sasa andika jambo hili kwanza, nianze kufundisha hili alafu tutamalizia jambo lingine. Andika, wingi wa huruma una tabia kuchelewesha hasira ya mtu, au tunasema wingi wa huruma inapokuwepo mahali huwa ina tabia kuchelewesha hasira. Kwa hiyo hii inakuwa ni kama vice versa. Uwepo wa huruma inatengeneza kiwango cha kupungua kwa hasira. Uwepo wa hasira kubwa huwa inatengeneza kushusha kiwango cha huruma ndani ya mtu. Fungua nami kitabu kile cha Isaya sura ile ya 9. Kitabu kile cha Isaya sura ile ya 9. Isaya 9 mstari ule wa 10 Isaya sura ile ya 9 mstari wa 19. Biblia inasema kwa sababu hasira ya Bwana wa majeshi, nchi hii inatetemeka kabisa. Watu hawa nao ni kama kuni zitiwazo moto, hapana mtu amhurumiaye ndugu yake. Manake uwepo wa hasira, huruma, panasema hapana mtu hamhurumiaye. Kwa hiyo hivi vitu unatakiwa uvijue. Hasira huwa ikipanda mahali popote, huwa huruma huwa ina tabia kushuka. Nabii asema msiwe na hasira, hasira isikae kifuani mwenu muda mwingi. Kwa hiyo hasira ikikaa sana, ujue huruma pia inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sitaki kusomea mistari yote, utasoma pia kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 103 mstari ule wa 8. Zaburi 103 mstari ule wa 8. Nisome tu mstari alafu nitaendelea pia. Kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 100, Zaburi 103 mstari ule wa 8. Nikusome hapa alafu tuendelee. Kitabu kile cha Zaburi 103 mstari ule wa 8. Biblia inasema Bwana amejawa huruma na neema, haoni hasira upesi. Haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi. Manake huruma ya Mungu ikishajaa mahali, kwa Mungu, si tu kwa Mungu, hata kwa mtu ikishajaa, ni mtu anakuwa haoni hasira mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Imewahi kunitokea mara kadhaa, mahali fulani kwa nafanya kazi kwa kiongozi pale, kuna watu walikuwa wanafanya mambo ambayo sio mazuri, nikawa na hasira sana. Nilipofika pale kwa dakika chache tu, huruma ya Mungu ikanijaa ndani, nikajikuta nimesamehe, na watu wote hawakujua kama nilikuwa nimekasirika. Kuna vitu ambavyo havikwenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Huruma huwa ina tabia, ikiwepo, ikijaa, ina tabia ya hasira, inakuwa haionekani upesi. Bwana Yesu asifiwe. Au hasira inakuwa haijidhihirishi kwa upesi.
huruma ya Mungu ikijaa ndani ya mtu. Kwa hiyo kuna mistari kadhaa utapata nafasi ya kusoma. Soma Nehemia sura ile ya 9 mstari ule wa 17, Nehemia sura ile ya 9 mstari wa 17.